Zipo hatua 5 ambazo mtu huwa anazipitia wakati wa maumivu ya mahusiano yake kuvunjika. Huenda wewe unayenisikiliza sasa hivi upo kwenye hatua na situation kama hii, unapitia maumivu ya kuachwa au kusalitiwa. Sasa zipo hatua 5 ambazo utazipitia. Naomba unisikilize vizuri sana. Baada ya mahusiano yako kuvunjika, kuna hatua ya kwanza kabisa ambayo utaipitia, inaitwa denial. Denial ni kutokuamini, kutokukubaliana na hali yenyewe baada ya kutokea. Utaanza kujiuliza maswali kadhaa. Utajiuliza, hivi ni kweli? Ni kweli hili jambo liko serious? Hivi kweli fulani umeamua hivi? Utajiuliza maswali mengi kadha wa kadha, kwa sababu tu hauamini na hautaki kukubaliana na maamuzi ambayo mwenzio tayari kachukua. Na hii inauma sana, inauma sana. Lakini katika hali ya kujiuliza hivi, katika hatua hii ya kwanza, kuna hatua itafuata ambayo itakuwa ni ya pili. Haya ninayozungumza sasa hivi utayapitia. Hatua ya pili ni hasira, anger. Hapa utaanza kuwachukia wa aina kama aliyekuumiza. Kama ni mwanaume kakuumiza, utawachukia wanaume wote. Kama ni mwanamke kakuumiza, basi utaanza kuhisi kuwachukia wanawake wote. Na hapo utajichukia hata wewe mwenyewe. Na katika kujichukia wewe utaanza kujutia lile kosa ambalo huenda ulilifanya ndipo likasababisha yote haya. Lakini huenda kufanya kosa lolote, lakini utaanza kujutia, kwa nini nilimruhusu huyu mtu akaingia kwenye maisha yangu. Kwa utaanza kuchukia, utapata hasira sana. Na katika hatua hii itakupeleka hatua ya 3. Baada ya kukasirika, kuchukia, umetukana sana, lakini hakuna ambacho kimebadilika, utaenda hatua nyingine ya 3. Hatua ya 3 inaitwa bargaining, kwa maana kwamba utatamani kuirejesha furaha yako kwa kutaka mjadala naye, muyajenge upya, muyazungumze, yaishe. Kwa utajikuta unatamani sana kumtafuta, utakuwa unamtafuta, samahani, naomba nisamehe hivi na hivi, basi tuanze upya. Utatamani sana kurejesha upendo wenu kama ilivyokuwa mwanzo. Utatamani sana muyaweke vizuri, msameheani. Lakini hii itakuwa ngumu pia kama jambo hili liko very serious. Itakuwa ngumu sana na itakupelekea sasa ukaingia kwenye hatua ya 4 ambayo ni hatari sana, ni hatari zaidi. Hatua hiyo ya 4 inaitwa depression. Depression, utapata msongo wa mawazo, utakuwa na stress sana lakini pia katika hatua hii utajikatata wewe mwenyewe, utatamani kuchukua maamuzi mabaya. Katika hatua hii ya 4 ni hatua ambayo ni nyeti sana, ambayo ningekushauri zaidi katika hatua hii utakapopitia, au kama unapitia hatua hii, basi usipende kukaa peke yako. Usipende kukaa na hilo jambo linalokutesa moyoni mwako peke yako. Tafuta mtu ambaye unamwamini kabisa, umshirikishe. Lakini unaweza ukatafuta msaada wa kisaikolojia, msaada wa mtaalamu akakusaidia. Unaweza ukamshirikisha mtu ambaye unamwamini akakusaidia. Katika hatua hii, endapo hautakuwa makini zaidi, utajikuta unachukua maamuzi ambayo ni hatarishi kwako. Na wakati wa kuchukua maamuzi, hautojali kama maamuzi haya yatakupa madhara gani au yatakuwa hatari, yataleta hatari gani kwenye maisha yako, ila wewe utasukumwa, utakuwa pressurized kuyachukua haya maamuzi. Utatamani kujinyonga, utatamani ukalipize kisasi, utatamani ukamchome kisu, utatamani kumfanyia jambo baya, utatamani hata wewe mwenyewe kujidhuru. Lakini pia utakuwa mtu ambaye huwaamini watu wa aina kama hii ambaye kuumiza. Utakuwa una uyanishi, kwa utakuwa mgumu sana pia katika
kuamini. Hata kwenye mahusiano, wapo watu wengi sana hawapendi waingie tena kwenye mahusiano na wataki kabisa, kwa sababu tu ya maumivu, na walipitia hii hatua ya 4 ikawaathiri sana. Kwa hiyo jaribu kuwa mtu wa hekima sana, na ujaribu kujikontrol sana unapopitia hatua hii ya 4. Na katika hatua ya 5 ambayo utaipitia baada ya hii depression itakuwa ni acceptance. Acceptance, utakubaliana na uhalisia wa tukio ambalo limetokea. Utakubaliana, utaona kabisa kwamba kuna ukurasa mpya wa kuzaliwa kwenye maisha yako. Kuna ukurasa mpya, utasonga mbele, kwa sababu ulipokuwa kwenye hatua ya 4 ambayo ni depression, utahisi maisha yako sasa ndio yameharibika, hauwezi tena ukaishi bila yeye, mambo yataharibika kabisa. Lakini unapofika kwenye hatua ya 5 utaanza kuona kuna fursa fulani kwamba kumbe unaweza kusonga mbele tena, unaweza ukaendelea tena, unaweza ukasonga mbele bila kumtegemea yeye tena. Yameshapita, sasa ni mapya tena ambayo ninaenda kuishi. Kwa utafika kwenye hatua fulani nzuri njema, na utakuwa umeanza hatua nyingine ya kuanza kupona jeraha ambalo limekuumiza, jeraha ambalo limekutokea baada ya mahusiano yako kuvunjika. Na katika hatua hizi 5 ambazo nimezungumza, kadri ya jinsi unavyokuwa unavuka hatua moja baada ya nyingine, ndivyo unavyoendea hali ya kuwa sawa wewe, kuendelea kuwa sawa, kuendelea kurejesha amani ya moyo wako. Lakini kadri unavyozidi kuchelewa kwenda hatua moja baada ya nyingine, basi ndivyo unavyozidi kuumia na kugulia maumivu. Na inashauriwa kwamba usiingie kwenye mahusiano kwa presha ya kuumizwa. Kwa hiyo jipe muda wa utulivu mpaka utakapokuwa sawa, ndipo uchukue tena maamuzi mengine kwa kudhamiria, bila kusukumwa na presha ya kihisia ya aina yoyote, lakini uwe umechukua maamuzi ambayo unaona kabisa ni thabiti na umechukua maamuzi sawa. Mimi ninaitwa Mwalimu Lupimo, ni mwanasaikolojia na mshauri nasihi. Nimekuwa na wewe katika vipindi kadha wa kadha katika chaneli hii. Mungu akubariki sana.